Kwa majina naitwa Sajid Meja Shabani Musa, ni afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kagera. Tunapokea sana mito ya nyika tunasema au uchomaji holela misitu. Na katika kipindi hichi cha karibuni mwezi wa 8 na wa 7 hapa ndio tumepambana na mito ya aina hii maeneo 7 tofauti. Na katika maeneo haya ni maeneo 6 ni Bukoba, kasoro eneo moja ambao moto umetokea Ngara. Lakini kwa Bukoba ni maeneo 6. Sasa hichi ni kiwango kikubwa sana cha uchomaji holela misitu. Na sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni jukumu letu kusema na wananchi, kwa sababu tunatekeleza majukumu haya ya utoaji elimu kwa wananchi kwa mujibu wa sheria ya namba 14 ya mwaka 2007 ambayo ilifanya mabadiliko ya mwaka 2008, 2012, 2014 na 2015. Ni wajibu wetu kusema na wananchi. Lengo kubwa ni kuwaasa wananchi. Unajua katika kipindi hichi cha kiangazi watu wanachukulia fursa. Sasa kipindi hichi mtu anaona shamba lake sasa majani yamekauka, labda nguvu ya kulima anakuwa hana, anaamua kuchoma. Sasa unapochoma shamba lako, hakikisha basi uwe na vitu vya usalama. Mfano unaweza kutengeneza kitu kinaitwa fire break kwenye eneo lako, ili mali unapochoma ile shamba lako ule moto usihame kutoka kwenye eneo lako kuingia kwenye eneo la mtu mwingine. Unapoingia kwenye eneo la mtu mwingine maana unamtia hasara. Mwingine shamba lake amepanda miti kwa ajili ya mbao na matumizi mengine, unakuja unamuunguzia. Na mara nyingi unaochoma hii misitu huwezi kuwaona. Mtu anachoma anaondoka. Juzi hapa mwezi huu wa 8 tulipata tukio pale Ugambo, shule ya sekondari. Moto ulikuwa unahatarisha, umetoka huko kwa wananchi unakuja mpaka kwenye majengo ya shule. Askari walifika na tukio wakapambana na ule moto, wakafanikiwa kuudhibiti ule moto na kuuzima kabisa. Lakini sasa aliyofanya ile tukio hakupatikana. Kuja kufanya uchunguzi wa ile tukio tukabaini kwamba ile tukio mtu amechoma makusudi baada ya kufanya investigation ya ile tukio. Sasa hali hii ni hatari kwa kweli. Watu waombe wananchi tuache kuchoma nyasi au mashamba yetu holela bila kufuata utaratibu. Mkija kwetu kutaka elimu namna gani muweze kuandaa shamba lako, namna gani muweze kuchoma usipate madhara kwa watu wengine, tunaweza kuja kukuelimisha vizuri tu kuliko hichi kinachofanyika kwa sasa hivi. Sio utaratibu, ni kinyume na utaratibu. Sasa ni kiangazi, jua linawaka sana unajua. Kuna wakulima ambao kuna wafugaji ambao sasa nyasi zimekauka, kwa wanapochoma wanategeshea kama mvua ikinyesha nyasi mpya zinafanyaje, zitachipua ili mifugo yao ipate chakula kilicho bora. Lakini pia wakulima, shamba lako mtu ni kubwa, na hapa mimi namna kulima kutafuta fedha kuandaa watu waje walime, kuandaa shamba ni gharama kubwa, anaamua kuchoma. Lakini wengine wanachoma kwa bahati mbaya, anaweza kachoma labda akakusanya nyasi zake kwa zichome hapa bila uangalizi maalum, anachoma anaziacha kutokana na hali ya upepo, moto unaruka unaingia kwenye shamba la mtu mwingine au kuna shamba lako mwenyewe kuna nyasi ambazo hazijalimwa, moto unaanza kuwaka. Moto kisha hapo unamshinda. Ukimshinda ule moto unahama kutoka eneo lake kuingia kwenye eneo la mtu mwingine. Huwa inatokea kwa bahati mbaya, lakini mioto mingi ukifuatilia ni ile mioto ambayo tuseme ni uzembe, mtu anafanya kwa makusudi. Tuombe wananchi hii tabia tuiache, kwa sababu inaathiri pia rasilimali misitu.